Tahadhari. Ushauri wa aina 6 unaweza kuharibu maisha yako bila wewe kujua. Je, unajua kuwa adui mkubwa wa mafanikio yako anaweza asiwe mchawi au mtu anayekuchukia? Mara nyingi, adui wa maisha yako ni ushauri unaoonekana kuwa wa busara, lakini unakuchelewesha. Kuna watu wanazungumza kwa upole, wanakuambia wanataka kukusaidia, na maneno yao yanasikika kama hekima, lakini ndani yake ni sumu inayozima ndoto zako. Leo hapa Madini ya Baraka, tunafunua aina 6 za ushauri ambazo lazima uzikimbie kama unataka kufika mbali. Usikubali kuishi maisha madogo kwa sababu ya kufuata sauti zisizo sahihi. 1. Cheza kwa usalama. Play it safe. Huu ni ushauri unaonekana kama wa kuwajibika. Watu watakwambia, usiache kazi yako, au usiwekeze kwenye hiyo biashara, utapoteza pesa. Lakini mara nyingi, huu ni uoga uliovishwa joho la hekima. Maisha ni hatari, risk. Ukijaribu kuepuka kila hatari, unakwepa pia kila fursa ya kukua. Maendeleo ya kweli yanahitaji utoke nje ya eneo ulilozoea, comfort zone. Kumbuka, hata meli ikikaa bandarini iko salama, lakini meli haikutengenezwa ili ikae bandarini, ilitengenezwa ipite kwenye mawimbi ili ifike mbali. 2. Fanya kile kila mtu anachofanya. Watu hupenda kufuata mkumbo kwa sababu kundi linatoa faraja, lakini ukweli ni huu: ikiwa kila mtu karibu nawe anateseka kiuchumi, kufuata maamuzi yao kutakuacha kwenye hali ile ile. Matokeo tofauti yanahitaji fikra tofauti. Ukiona kila mtu anaelekea kushoto na maisha yao hayabadiliki, usiogope kuelekea kulia peke yako. Mafanikio ya kweli yanahitaji ujasiri wa kuwa tofauti. Subiri mpaka kila kitu kiwe sawa. Huu ni ushauri wa ukamilifu, perfectionism. Watu wanasubiri mtaji mkubwa ndipo waanze, au wanasubiri hali ya hewa iwe nzuri. Lakini ukweli ni kwamba wakati mkamilifu hautawahi kufika. Maendeleo yanawafuata wale wanaoanza na kile walichonacho na kufanya marekebisho wakiwa njiani. Ukisubiri kila taa ya barabarani iwe ya kijani ndipo uanze safari, hutatoka nyumbani kamwe. Pesa sio kitu cha muhimu. Ni kweli, pesa sio kila kitu, lakini kudharau umuhimu wa pesa ni kukaribisha matatizo. Pesa inalipa matibabu, inapeleka watoto shule na inakupa amani ya kusumbuliwa na madeni. Kuheshimu pesa na kutafuta mbinu za kuizalisha sio tamaa, ni kuwajibika. Usikubali ushauri unaokufanya uwe na kiburi cha umaskini. Usiwaze makubwa sana. Kuna watu watakwambia, wewe mtoto wa maskini, hayo maono ya kuwa na kampuni makubwa ni ya matajiri tu. Wanakuvunja moyo kwa sababu ndoto zako zinawafanya wajihisi vibaya kuhusu uvivu wao. Lakini kila mafanikio makubwa unayoyaona duniani leo yalianza kama wazo lililoonekana kama haiwezekani. Usiruhusu maono yako yasinyae ili yatoshe kwenye uwezo mdogo wa kufikiri wa watu wengine. Bado una muda mwingi sana. Huu ndio ushauri hatari zaidi. Muda ni rasilimali inayopotea kimya kimya. Miaka inapita haraka sana. Watu wanaochelewa kujifunza, kujenga na kujiandaa hugundua baadaye kuwa fursa hazisubiri milele. Leo ndiyo siku ya kuanza. Usiseme kesho, sema sasa. Neno la Mungu, Mithali 13:20. Biblia inatupa mwongozo mzuri sana kuhusu sauti tunazozisikiliza. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Ushauri unaoupokea unategemea watu unaoambatana nao. Hakikisha unatembea na watu ambao maisha yao yanaonyesha kile unachokitafuta, sio wale wanaozungumza hekima wasioishi. Rafiki yangu wa Madini ya Baraka, usikubali ushauri kwa sababu tu unatia moyo. Jiulize, je, ushauri huu unanisaidia kuwa au unanifanya nibaki pale pale kwa raha zangu? Kuwa mkweli kwa nafsi yako. Save video hii ili uirudie kila unapohisi unarudishwa nyuma na sauti za nje. Comment I'm learning kama umeelewa kuwa si kila hekima ya binadamu ni ya kukujenga. Subscribe hapa kwa ajili ya madini zaidi ya kubadili maisha yako. Share na watu watatu unaowapenda ili wasinaswe na mitego hii ya ushauri mbaya. Mungu akubariki
na kumbuka, wewe ni kile unachosikiliza.